Naitwa Steve Simon Maige, ni kaimu nafasi ya mwenyekiti wa shirikisho la wachimbaji madini wilaya ya Kahama, mkoa wa kimadini. Kwa zoezi linaloendelea katika ofisi yetu ya madini ambalo haswa kwenye migodi yetu inayozunguka kwa maana ya mkoa wa kimadini wilaya yetu ya Kahama, walipoanzia jana kule Segese na leo tarehe 18 tupo hapa Mwime. Tumehitimisha zoezi la kuseminisha ama la kutoa semina kwa watu wa ukaguzi hususan maeneo ya migodi. Leo tulikuwa na watu kama aina tatu. Tulikuwa na wakurugenzi wakurugenzi kwa maana wamiliki wa ile migodi kwa maana wenye leseni. Tulikuwa na watu wanaomiliki vilipuzi, lakini pia tumeambatana na watu wa idara ya ukaguzi pamoja na mameneja wa migodi yote. Zoezi hili la leo lililofanyika ni zoezi kubwa sana, hususan sehemu yetu ya wachimbaji madini wadogo. Kwanza kabisa ni semina ambayo imeenda kuelekeza kiongozi wetu Raimo amefanya jambo la maana sana kuwapa semina wachimbaji, ukizingatia hususan kipindi hiki cha mvua. Maeneo ya usalama mgodini ni muhimu sana kwa sababu linaenda kuepusha ama kupunguza baadhi ya ajali zisizokuwa za lazima. Binafsi kama kaimu mwenyekiti wa wachimbaji wadogo wilaya ya Kahama, nashukuru na naipongeza serikali kwa kutenga muda wao thabiti na kuagiza watu wetu wa idara ya ukaguzi upande wa tume ya madini kuseminisha hasa wachimbaji. Nafahamu wachimbaji walio wengi wanaingia katika idara ya ukaguzi kupitia kwenye kutoka kuchimba, anakuwa fundi matimba na baadaye anakuja kujikuta tu ameshakuwa mkaguzi. Sasa hatuna chuo cha ukaguzi. Eneo letu la migodi ya huku Mwime of course ilikuwa ni eneo la majaruba. Sasa eneo la majaruba ilikuwa ni ukanda wa mito. Kwa hiyo mvua inaponyesha eneo hili linakuwa linaathiriwa sana na maji yanakuwa yanaingia, lakini tunashukuru wakurugenzi wa baadhi ya leseni wamejitahidi kukata mitaro ambayo inakuwa inazuia maji. Kidogo inazuia, lakini bado maji yanasumbua. Na maduara menyewe yanakuwa changamoto ambayo yamekuwa yametelekezwa kwa muda mrefu. Ambayo yalikuwa yametelekezwa, yanapokuwa na maji inakuwa hatari kwa wale watembea kwa mguu ambao hawajui jiografia ya maeneo ya mgodi ulivyo. Kwa majina naitwa Nifida Daudi Mwanura. Siku ya leo tulikuwa na mafunzo yahusiana na usalama wa migodini kwa maana ya kuhakikisha wawekezaji kwa maana ya wadau, wachimbaji wanakuwa salama salimini. Tumefanikiwa, tulikuwa na waseminishaji kutoka idara ya madini. Tumepata mafunzo mazuri sana. Tuna imani kupitia mafunzo haya yatakwenda kutuondolea ile hali ya wachimbaji kuweza kupata ajali kutokana na ilivyokuwa mwanzo. Kwanza ni washukuru kwa kuitikia wito wetu, japo ulikuwa wa muda mfupi na mkaweza kuja kwa wingi wa namba kiasi hiki. Na niwashukuru sana mameneja pamoja na wamiliki wa leseni kwa maana ya wakurugenzi ambao wameridhia kutoa sehemu ya nguvu kazi yao leo ili kuwapa fursa ya kuhudhuria mafunzo pamoja na mkutano tuliokuwa nao. Ilisemwa tangu awali, dhamira ya mafunzo yetu kwanza ilikuwa ni kupitishana kwenye kanuni za usalama. Ili tujikumbushe, kwa sababu tunafahamu kila mmoja kwa uzoefu mlionao mpaka ikafikia hatua ya kuanza kutekeleza majukumu ya ukaguzi wa migodi na wengine kupewa majukumu ya kusimamia migodi, ni vitu ambavyo umevisikia mara nyingi. Pili, ilikuwa ni kwenye usimamizi wa baruti, lakini imepitishwa pia kwenye majukumu ya uongozi na usimamizi wa migodi kwa maana ya meneja. Kanuni zetu za usalama zinasema kama mmiliki wa leseni hajamteua meneja, yeye ndiye anakuwa meneja, na meneja ndiye anayebeba majukumu yote ya usimamizi wa shughuli za kila siku kwenye migodi.
Lakini kutokana na wingi wa majukumu kwenye migodi yetu, meneja anaruhusiwa kukasimisha sehemu ya mamlaka yake kwa vitengo tofauti tofauti. Kwa wachimbaji wadogo, kwa uzoefu tulionao, kitengo kikubwa sana ambacho kimeonekana kimekuwa kikasimishwa majukumu na yaliyo mengi ya usimamizi wa migodi ni wakaguzi wa migodi. Na ndio maana ndio kundi kubwa ambalo tulitamani tuwe nalo leo na tumefanikiwa. Kwa hiyo nawashukuru sana mameneja mliopo na wakurugenzi, na tunaomba mtufikishie salamu zetu kwa wakurugenzi ambao hawakupata fursa na mameneja ambao hawakupata fursa ya kufika, kwa sababu inawezekana hawajafika kwa sababu tumechukua nguvu kazi yao ambayo imekuwa ikitekeleza majukumu. Kwa sasa meneja anaona chief hayupo, katibu wa idara hayupo, mtafanyaje kazi? Hebu nendeni nyinyi wenyewe, mimi ngoja nibaki warau kwa leo nitekeleze majukumu haya ambayo mmekuwa mkiyatekeleza kila siku. Kwa hiyo tunawashukuruni sana 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 sana. Dhamira yetu, mimi pamoja na wenzangu, na tumezungumza hata kabla ya kuja, ni kuhakikisha kwanza tunatengeneza daraja kati yetu na wakaguzi wenzetu ambao wao wako site kila siku. Na sisi ni wakaguzi na tunazo barua za uteuzi. Mheshimiwa Waziri kawatuteua kuwa wakaguzi wa migodi kwa niaba yake. Lakini tunajua walioko site ni nyinyi. Adha zote zinazotokea kila siku nyinyi mnakabiliana nazo. Ikitokea ajali utakuta ni nyinyi. Kwa hiyo tukasema tuitane, tuwe pamoja, tukumbushane majukumu yetu kidogo, lakini kikubwa tutengeneze timu moja, timu ambayo sasa itatusaidia kwenye kusimamia migodi yetu. Chief na timu yake wakifanya kazi vizuri, maana yake kwanza tunaokoa maisha, watu wetu wanakuwa salama. Watu wakiwa salama wanakuwa na muda mrefu zaidi wa kufanya kazi. Wakiwa na muda mrefu zaidi wa kufanya kazi, matokeo yake tunayajua. Kama ni eneo la uzalishaji, maana yake tunazalisha zaidi. Ikitokea ajali, tunajua wote siku zote kazi zote kwenye mgodi siku hiyo na pengine siku kadhaa zinazofuata zinasimama. Tunaanza kwanza kuhangaika na kuokoa aidha uhai au kuokoa miili. Tusingependa kwenye mkoa wetu wa kimadini Kahama tuwe na mazoezi ya kuokoa miili au kuokoa miili. Tungependa tuwe na muda mwingi ambao tunatumia kwenye uzalishaji. Kwa mimi na imani mafunzo ambayo tumeyapata leo, majadiliano tuliyoyafanya yatatengeneza njia nzuri kuhakikisha kwamba tunaepuka hizi ajali ndogo ndogo ambazo tunazipata. Na kwa kipindi cha hivi karibuni tumekuwa na matukio yapo machache, mtu kateleza, mtu kafanyaje, tusingetamani sana kuwa na matukio hayo.